ibada semina, na nilikuwa nafundisha hizo. Nilikuwa nimekaribishwa kufundisha somo sifa na ibada. Kwa hiyo kanisa kama hilo ambalo lazima mkienda muende. Sheda kimekubali. Unainamia watu. Pale mbele na vitu vya kujaribu wao wanajua. Wanaengo zao wanajua. Si ndio? Kwa hiyo mimi nilikuwa wa mwisho nyuma. Ule msafara ule pokea Biblia zangu mimi huko mbele na Shemasi, sijui ni nani. Wameenda wote wale wakafanya. Mimi sasa nashangaa ni kitu gani hiki? Ukamalizia na wewe. Yawa. Unaweza wewe. Ndio mwalimu. Mimi nimeona wamemaliza wakatoka. Sasa naelekezwa nikakae wapi? Si nikaunga kitu na kukaa. Ngomo unafanyaje sasa? Kuna jeuri. Kwa sababu ndani sawa, ndani ndio huku kwenye kila kitu lazima ndio chemchemi inapotokea. Ningefanya leo hii hata sikuwa na ujasiri na nikafundisha kipengele ambacho hakihusiani kabisa na hiyo mambo ya ibada ya sanaa. Nilifundisha kipengele kingine cha itoeni miili yenu muda ile Warumi 12. Hiyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu ndio ibada yenye maana. Kuna ibada nyingi hazina maana tunafanya. Si unaona nikakwenda hicho kipengele. Alafu nikamwambia sasa tunafanya practice. Nataka tu tutakapoimba bugi kila mtu aamue mwili wake kuwa sacrifice. Iwe ni dhabihu leo. Mtolee Bwana. Kama utapiga makofi sawa, ukilala chini sawa, ukifanyaje sawa. Nakwambia bibi nena kwa lugha ya tatu. Nguvu ya Mungu ikatanda hapo sana. Haja niita tena mpaka leo. Si sasa ni tofauti na ibada zao. Yaani unajua sasa roho anavyojidhihirisha baada ya uelewa wa watu ni kama unaleta vitu vigeni, si ndio? Moto ugeni, lakini haukuwa mgeni, ulikuwa wa Mungu mwenyewe. Na ilipewa dakika 15. Lakini hizo zote katika kufundisha na kuimba. Unaona? So, inatokea wakati umeamua kuabudu huko ndani, hata kama hujamwambia mtu, na wakati mwingine hujainama tena. Kwa mfano vile, lakini ningekuwa nimekubali, mimi ndio nimetoa hiyo ibada huku ndani, kwa sababu anayeona ndani ni yeye mwenye ibada yake. Kwa hiyo hicho ndio cha kuangalia zaidi.